na ninampenda kwa sababu ya kuniokoa na kuniita mwana katika ufalme. Tunaweza tukaketi kwa viti vyetu kwa jina la Yesu Kristo. Sitaenda kwa mambo mengi, wengine wenu mnanijua na wengine hamnijui. Wale ambao hamnifahamu mtanifahamu tukiwa tunaendelea katika jina la Yesu Kristo. Jioni ya leo nataka kidogo tuweze tu kuendelea na neno la Mungu kama vile ambavyo mmekuwa mkihudumiwa mahali hapa, kuhusu kumbeba Mungu ama kutembea na Mungu. Na nataka kusema ya kwamba kutembea na Mungu si jambo ambalo ni rahisi, ama kumbeba Mungu si jambo ambalo ni rahisi, ni jambo ambalo ni la kiroho. Bwana asifiwe sana. Mtaniambia tu amen. Ukisema amen naona kwamba tuko pamoja. Nasema kutembea na Mungu ni jambo ambayo inahitaji imani nyingi, na ni jambo ambalo inahitaji kujitolea kwingi na kujisalimisha kwingi kwake Mungu, kwa sababu wakati ambapo uko kwenye safari yoyote ile, kuna mambo mengi ambayo huwa unakutana nayo katika njia yako, na saa katika njia hii ya imani ama katika mambo haya ya wokovu. Si mambo ambayo ni rahisi sana, lakini yanahitaji mtu ambaye ataelewa ni nani ambaye amemuita na ameitwa kufanya nini. Bwana asifiwe sana. Maana tusipoelewa hivyo, kutembea na Mungu itakuwa ni kazi ngumu kwetu. Ndipo unapata ya kwamba leo utakuta mtu yuko juu na kesho unampata ya kwamba yuko chini. Sema amen. Kwa hivyo tunapoangalia katika maandiko, katika Agano Jipya na pia katika Agano la Kale, tunawaona watu ambaye walikuwa na imani, na wengine wao tunaona mambo mazito waliokutana nayo katika maisha yao, lakini waliyashinda kwa sababu walikuwa na imani ndani yake Mungu anayemwamini. Kwa hivyo katika ulimwengu wa sasa na katika maisha yetu ya Ukristo, ni lazima tuelewe ya kwamba tunahitaji imani kubwa ili tuweze kutembea na Mungu. Tunahitaji imani kubwa. Hebu ungeukia jirani yako mwambie unahitaji imani kubwa ili utembee na Mungu. Maana imani ndio macho yetu ya ndani, ama ndio macho ambayo huwa yanaona mambo ambayo yako katika mahali ambapo ni pa utajiri pa Mungu, ama mahali ambapo pa ahadi. Praise the name of the Lord. Usipokuwa na imani ndani ya Mungu, kutembea nayo itakuwa ngumu, kwa sababu hautaweza kuona mambo na haya macho ambayo ninayazungumzia, ambayo Warumi inasema ya kwamba hatutembei kwa kuona, bali tunatembea kwa imani ndani yake Mungu. Na kama tutaweza kushinda katika mambo yote tunayokutana nayo kwenye maisha yetu, ni lazima tupee imani kipaumbele katika roho zetu. Hata kuokoka, tuliokoka kwa sababu tuliweka imani ndani ya Mungu. Amen. Hii safari hatutaitoboa, hatuwezi pasipo na kuwa na imani. Jina la Bwana libarikiwe. Kwa hivyo kutembea kwa imani ni ile hali ya kuamini kile ambacho Mungu huyu ambaye tunamwamini amekisema kama ahadi kwetu sisi kama wana wake. Maana kwa kila hatua tunayoichukua, kwa kila hatua tunayotembea, kuna ahadi tu Mungu ameiweka kwa sababu ya season fulani katika maisha yako. Na ili uweze kuelewa na kutambua jinsi ambavyo ile ahadi inafanya kazi, lazima macho yako ya imani yaweze kuona. Tuseme amen. Tuseme amen. Mfano, Mungu amesema ya kwamba tumebarikiwa na sisi si wa kubeba laana. Ili uweze kutambua ahadi hii katika maisha yako, lazima ujengeke katika neno lake ambao inaleta imani. Bana, Biblia inasema ya kwamba imani huja sio kwa kusikia wala kwa kuona. Imani huja si kwa kuona, lakini imani huja kwa kusikia.
Maneno ambayo tunayasikia kwa mfano katika mkutano kama huu wa jioni ndio inaumba imani ambayo inatuwezesha kushinda na kuitwa wana ambao ni warithi na Mungu. Tuseme amen. Kwa hivyo jioni ya leo nilikuwa naweka tu tangulizi na nataka kuprepare your heart na your spirit ya kwamba tusipokuwa na imani, tusipomwangalia Mungu na macho mengine ya tofauti, dunia hii na mambo mengi ambayo yanaweza yakatuvunja moyo, ambayo yanaweza yakafanya katika safari hii tukakata tamaa. Bwana asifiwe sana. But I came to announce to us tonight that by faith katika mambo yote tutashinda. Kwa imani katika mambo yote, Bwana wa idhaka, tutashinda. Haijalishi ni ngumu kiasi gani, ama ilitokea maeneo gani, ama imekuja kwa mbinu gani, ama kwa njia gani, kwa imani tulio nayo ndani ya Mungu na kutembea pamoja naye. Maana nimeangalia katika Biblia nikaona kuna watu ambaye waliandikiwa kushindwa katika maisha yao. Kuna watu waliandikiwa kufa katika maisha yao, lakini walipoinua imani, sema amen, wakaweka imani ndani ya Mungu, kilichokuwa kimeandikwa na adui ama kilichokuwa kimeandikwa na wafalme kilibadilishwa for the sake of their favor. Sema amen. Kwa hivyo na sisi wana wa Mungu hapa Holiness of Christ, tunapoweka imani zetu juu kuliko vile mambo yalivyo ya dunia hii, tutaitwa wana walio washindi. Kilichoandikwa kuhusu maisha yetu kitabadilishwa for the sake of our names. Tuseme amen. Kiangalia katika Bible tangu mwanzo mpaka mahali tulipo in Revelation, na kama kuna kitabu kingine kitakuja, nimeangalia wanaume fulani nikaona kuna mambo yaliyowekwa ya kuwamaliza. Wengine walipangiwa kufanywa nini? Wengine walipangiwa kunyongwa. Bwana asifiwe. But by prayer, hallelujah. Turn to somebody, mwambie by prayer and fasting. Hakuna declaration ya uofu inaweza kusimama. Haijalishi familia yenu iko namna gani, haijalishi mahali ulipozaliwa pako namna gani, hata haijalishi kilichoandikwa na huko nyuma. Mwambie mwenzako haijalishi kilichoandikwa na huko nyuma. Haleluya. Macho ya imani yanakuambia tazama mbele. Isaia 43:18-19 inasema ya kwamba yasahau yaliyo nyuma, kwa sababu Bwana yuko tayari kufanya jambo jipya, na hawezi kumfanyia mtu jambo jipya ambaye ana imani ndani yake. Haleluya. Haleluya. Ili utembee na Mungu vizuri, ili umuone Mungu katika safari yako. Haleluya. Sijui ujumbe, sijui ni kutembea ama bishop, ni kutembea ama ni kumbeba. Haleluya. Mimi nasikia Bwana Yesu asifiwe sana. Nasikia ya kwamba ikiwa dunia hii tutaweza kushinda mambo yake, lazima tutembee na Mungu usiku na mchana. Amen yenu ni nyonge kiasi. Amen hiyo ikai ya revival. Praise the name of the Lord. Hallelujah. Unajua revival sio seminar. Revival ni mahali pa kuja kuwishwa, kutiwa nguvu mpya, kufanywa upya. Sema amen. Na ndio maana nataka kusema ya kwamba huenda ikawa uko at the verge of giving up. I have come to tell you tonight, renew your strength. Hallelujah. Fanya upya nguvu zako za kiimani. Maana imani ndio msingi wa baraka. Imani ndio msingi wa kushinda. Imani ndio msingi wa kumuona Mungu katika maisha yako. Tukiangalia mtu anaitwa Danieli. Danieli alikuwa ni mtu ambaye alipenda Mungu sana na akapenda maombi. Na wakati wa Danieli hakukuwa na watu wengi ambao walikuwa natiana moyo katika safari. Danieli alijisimamisha kwa Mungu na akasema ya kwamba haijalishi mfalme anasema nini, haijalishi Babiloni inasema nini,
Mimi kitu kimoja ambacho nitafanya na ili kibadilishe mambo ambayo huwa yanaendelea katika uso wa dunia, nitafanya jambo ambalo alifanywi na watu wote katika uso wa dunia. Haleluya. Mwambie mwenzako unahitaji kuwa tu wewe mtu wa kipekee. Mwambie uwe mtu wa kipekee tu. Amen. Maana kama unatembea na Mungu, wewe sio mtu kama mwingine. Tabia zako si kama za watu wengine. Jinsi mtaniambia amen. Yaani vile unaona mambo sio kama vile dunia inaona. Maana Mungu kuna macho mengine amekupatia ndani yako, yanaitwa macho ya imani. Na ukitembea na Mungu, hata kama utaingizwa kwenye moto, haleluya, hata kama utapita kwenye maji mengi, hayatakugharikisha, kwa sababu unayetembea naye ufanyika ngao wakati tatizo linapoinuka. Haleluya. Na ndio maana even in the New Testament, ukiangalia maandiko, mara nyingi Yesu aliwaita wanafunzi wake baada ya kuwahudumia ile umati ambao umekuja ili kupokea kwake. Baada ya kuwahudumia, saa zingine anawageukia wanafunzi wake, anawaambia kwamba sasa lazima tufanye kitu ambacho hawa watu wengine hawatafanya. Ninataka tuende ng'ambo nyingine. Sema amen. Sema amen. Na ingine huwa ni jaribu linalowekwa ili aone kwamba utashinda mtihani wako. Sema amen. Sema amen. Can I tell you this? When you are walking with God, He will sometimes put you into tests. Mimi sitaki amen za kutingiziwa kichwa. Kama ni amen sema, ama uachane na kutingiza kichwa. Haleluya. Haleluya. Wakati mwingine Mungu atakuweka kwenye mtihani. Usije ukafikiri ya kwamba kutembea na Mungu ni haleluya na amen, shangwe, shangilia, haleluya, haya mambo yote. Hapana. Kuna wakati Mungu atakuweka kwenye mtihani, na ukisha pita ule mtihani, hapo ndipo kuinuliwa kwako kunaanzia. Ukisha pita ule mtihani, hapo ndipo malango yako yanaanza kufunguka. Ukiangalia mtu anaitwa Ibrahim, alikuwa anaongea na Mungu life. Anamwambia, Bwana we, nimekufanya wewe utakuwa baba wa mataifa, kama mchanga wa baharini, kama nyota wa angani. Lakini Ibrahimu anaangalia nyuma, anashindwa, huyu mtu huyu anaitwa Mungu huyu, mambo haya ananiambianga kweli ni ya kweli? Sema amen ama ukae. Anajaribu kuangalia, Mungu ameniambia atanipa wana, atanipa kizazi. Lakini akiangalia, haleluya, akiangalia dalili, patia mwenzako high five, mwambie ukiangalia dalili hazina matokeo mazuri. Haleluya. Praise the name of the Lord. Maana wakati yule Mungu anamwambia hivyo, Hana uso unaendelea Sara uso unaendelea kukunjana. Sema amen. Sema amen. Mwili unaendelea kudhoofika. Miaka ngapi ile, wanasema miaka ngapi ile mama ataacha kupata mtoto? Hiyo mnaita hiyo meno. Amen. Mwambie mwenzako Sara alikuwa katika hiyo situation ya kuwa katika kiwango cha meno. Haleluya. Yaani hakukuwa na dalili ya kwamba kile Mungu alichosema kinaweza fanyika. Na kila asubuhi Abraham anapeleka dhabihu, jioni anapeleka, usiku anapeleka, mwaka baada ya mwingine. Mpaka miaka ngapi? Ibrahim alitolea Mungu sadaka mpaka mwaka wangapi? Hadi 12. Shauri yako. Sasa anatoa hizo dhabihu. Mpaka wakati mmoja akamwangalia Mungu, akamuuliza, Mungu, yani hii kitu ulichoniambia, kwani mimi nitangoja mpaka lini? Praise the name of the Lord. Let me tell you this. Kutembea na Mungu kunahitaji a lot of patience. Sema amen ama ukae. Kutembea na Mungu kunahitaji a lot of patience. Even as you pray, unaweza ukaomba siku 7, ukamgoja Mungu, ukamuuliza maswali yote ambayo unaweza ukauliza na Mungu asijibu. Sema amen. Haleluya. Hii safari inahitaji watu walio na subira,
Ukiwa na subira, Mungu lazima ataonekana wakati mmoja katika maisha yako. Sasa wakati ambapo Ibrahimu yuko hapo, anajaribu kuangalia, wewe unafikiria kwa nini Sara anaambiwa na Ibrahimu ya kwamba Mungu amesema utanizalia mwana, halafu Sara anageuka, sijui kama aligeuka kwa ukuta ama alienda bedroom akacheka kicheko kingine cha madharau. Bwana asifiwe sana. Na saa zingine labda sijui kama alikuwa anafunga shuka. Unajua mama akidharau kitu, wa mama mko hapa semeni amen. Hiyo amen ni dhaifu sana. Wa mama akidharau kitu, Bishop sijui kama hii ni kweli ama ni yangu, lakini mama akidharau kitu, kama alikuwa amefunga leso kwa kiuno, huwa anaifungua pande hii, anaifungia pande hii, anaitoa pande hii, anafungia pande hii, na saa hiyo anacheka. Haleluya. Abraham akaangalia hivi akauliza, kwani ni dunia gani hii niko ndani yake? Sema amen. Let me tell you this, katika hii safari kuna watu watakudharau kwa sababu ya kumpenda Mungu. Katika hii safari kuna watu ambao watakudharau kwa sababu ya kutembea na Mungu katika safari yako ya maombi. Wakati unaenda kwa maombi, kuna watu watauliza, kwani huyu ananga kazi ya kufanya? Nimekuja nikwambie jioni ya leo, kuwa na subira na uendelee kuomba. Usiache kuomba. Haleluya. Usiache kuomba. Usiache kuomba. Hata kama waliomba hawakujibiwa, wewe sio wao. Haleluya. Danieli 32 mstari wa Danieli 11:32 inasema ya kwamba watu wanaomjua Mungu wao watakuwa na nguvu. Haleluya. Hebu mwambie mwenzako, ukimjua Mungu utakuwa na nguvu. Hii udhaifu tunakuona nayo haitakuwepo. Haleluya. Mungu ataiondoa. Kuna vitu ambazo Mungu huhamisha tunapotembea naye. Kuna vitu ambavyo Mungu huvisongesha mbele tunapotembea naye. Lakini lazima tuwe na subira tunapomngoja Mungu na kutembea naye katika maisha yetu. Ambia mwenzako usichoke na safari hii. Haleluya. Ni mrefu sana. Amen. Huwa Bishop naambia watu ya kwamba mimi nilipookoka, saa hii ni miaka mingi kidogo. Anajua wewe kwa sababu you are my elder brother, inaweza ukawa yako ni mingi kidogo. Haleluya. Bwana asifiwe sana. Wakati mmoja nikawa ninaangalia, nikaona nilipookoka kuna watu wa siku hizi ambao saa hii ni watu wenye heshima zao, wengine hawakuwa wamezaliwa. Bwana asifiwe sana. Na nilipookoka, sisi tulikuwa tunahubiriwa injili, tunaambiwa ya kwamba muokoke ama mtachomeka. Yesu yuko karibu kuja. Lakini leo hii tunawapembeleza watu, kuwaambia okoka utabarikiwa. Tuliambiwa ni tambarare, lakini tulipoingia kwake tutakuta ni kupanda milima. Sema amen. Mbia mwenzako panda mlima wako vizuri. Ongea na huyo mwingine mwambie usikate tamaa unapoupanda. Haleluya. 1992 tarehe 25 Disemba ndio niliwaona watu wameweka tuspika twingine tudogo. Wanaambia watu wakati wa Yesu kurudi umekaribia, na wanatuambia zile vitu ambavyo tunaona vinafanyika kwenye dunia, wanatutisha navyo. Bwana asifiwe sana. Ilipofika mwaka 2000 tukaambiwa saa 6 ya usiku Yesu anarudi. Haleluya. Tulitubu hata dhambi ambazo hatukuwa nazo, maana tunataka anaporudi tuende naye. Sema amen. Bwana asifiwe sana. Mwambie mwenzako safari hii sio fupi. Usitembee na Mungu katikati ukaona malenge, ukageuza uzo ukaanza kuelekeza mawazo yako kwa malenge. Simama, tembea naye katika hiyo giza, pita naye katika huo moto, pita naye katika hayo maji, pita naye katika hayo majaribu, pita naye. Ukipita naye, ukitokea ng'ambo ile nyingine, utakuwa na ushuhuda. Unaweza ukawaambia watu. Sema amen. Tusiwe Wakristo ambao ni wanyonge. Tunataka tu vitu vije tu, tushuhudie Mungu. Ng'ang'ania, ifanyie kazi, ili unaposimama kuwaambia watu nilikuwa hivi na sasa niko hivi, watu wanaona kitu ambacho Mungu amefanya katika maisha yako. Watu wanaomjua Mungu wao watakuwa na nguvu. Haleluya. Ninaposoma andiko hili katika Danieli 11:2 huwa napata nguvu hata ninapoona vile dunia inavyoenda.
Sema amen. Sema amen. Haleluya. Na siimbi wimbo ambao watu wanaimba. Amen. Hata kama hali ziko namna gani, ninajua mapito tutayapita. Haleluya. Naona tumewekewa part gani hii? With flatteries he will corrupt those who have violated the covenant, but the people who know their God will firmly resist. Then the people who know their God. Sijui sehemu yako ni gani. Unajua uwezi ukatembea na mtu ambaye umjui. Simseme amen ama mkae. Uwezi ukatembea na mtu ambaye haumjui. Amen. Hata kama ni mtu ambaye unaona ni mashuhuri sana na hujamfahamu vizuri, ni ngumu kwako wewe kumfuata kila mahali anapoenda. Lakini mtu ambaye unamjua hauna wasiwasi. Amen. Hata kama una kitu kwa mfuko na unamjua, unajua ya kwamba mahitaji yako yako catered for. Na hapa ndipo Danieli anasema ya kwamba with flatteries he will corrupt those who have violated the covenant. Hii maisha ya wokovu, hii maisha ya Ukristo ni agano wapendwa tumeweka. Na kutembea na Mungu ni agano. Ni kama vile mume na mke, Bwana asifiwe sana. Huwa wanafanya agano na wanasema mpaka, Bwana amjibu hapo. Amen. Bwana waidhaka. Wanafanya agano wanasema mpaka kifo kitutenganishe. Haleluya. Maana ni agano ambayo inawafunga. Haleluya. Hata mume akiitwa ng'ombe na mke anakumbuka niliweka agano. Haleluya. Hata akiitwa dogi, amen. Kuna mwingine nilisikia anajua kutana majina hayo sana ya wanyama wa nyumbani na wale wa msituni akiwa nyumbani, lakini akifika kanisani unaona analia, unafikiria ni roho ameshuka. Kumbe ni dhambi anatubu. Akizunguka tu haone mume yuko karibu, machozi yanatoka, mnafikiria roho amemguza. Haleluya. Praise the name of the Lord. Nataka kusema hivi jioni ya leo, if we are going to walk with God, we must keep the covenant. Amen ni mbili tu. We must keep the covenant. Hallelujah. We must keep the covenant. And number two, we must be obedient to him. Because the Bible says, he who called us is faithful. He who began the good work in us ni muaminifu. Hallelujah. Na kabla siku hazijaenda sana atakuja na kutimiza ile ahadi aliyoiweka juu ya maisha yako. Usikate tamaa kwa sababu safari imekuwa ngumu mpendwa. Usikate tamaa kwa sababu kuna mambo unayaona hayakupendezi. Wewe pita na yeye hapo katikati ya hayo matatizo. Usimweke kando. Sema amen. Kiangalia Biblia katika kitabu cha Yona, wakati Mungu alimuita Yona akamwambia kwamba nataka unipelekee ujumbe katika mji wa Ninawi. Na mtu huyu anaitwa Yona akiwa nabii tu namna ile, akaanza kutafuta njia ya kuepuka. Bwana asifiwe sana. Mungu akamkamata. Badala ya kufanyika chakula cha samaki, samaki kageuka kuwa meli ya kumpeleka mahali pa destiny. Praise the name of the Lord. Saa zingine unaweza kupita mambo mpendwa ukafikiria kwamba yamekuja ili yakumalize. Kumbe ndio gari itakayokubeba ikufikishe mahali ambapo ulihitajika kuwa. Sema amen. Unajua Mungu akiona hauko mahali panapostahili, anasababisha tu mambo. Haleluya. Ambayo yatakubeba na kiupepo kingine. Saa zingine unaweza kugonganishwa pande hii, ugonganishwa pande hii, lakini final destination itakuwa ni mahali Mungu alipowapia. Sema amen. Sema amen. Haleluya. Nimechanganya hadithi nyingi hapo, lakini napenda hadithi ya mtu anaitwa Abraham. Haleluya. Na mwingine anaitwa Enoko. Watu waliotembea na Mungu. Watu waliomuona Mungu baada ya shida nyingi. Watu waliomuona Mungu. Haleluya. Hata wakati dunia inapowamaliza wengine, hawa walihifadhika. Sema amen.
Kwa sababu when you know your God and you keep your covenant with him, the journey might not be that easy. The journey might have a lot of ups and downs, but destiny ni ile Mungu aliyoiandika. Sema amen. Sema amen. Bwana asifiwe. Hauwezi ukatembea na Mungu ukateseka forever. Amen. Ndirona amen nyingine cia wiko. Niye ndirenda ujire amen kanokire. Hallelujah. Neguo. Unajua hii ndio kasumba shetani alikuja akaweka kanisani. Unasema Bwana asifiwe, unafikiria watu hawasemi amen, lakini zinasemwa ndani ya roho. Kinachotokea ni kichwa tu kinafanywa namna hii. Biblia inasema when you say amen, you are agreeing with what I am saying from this altar. Na niwa ninaambia watu usicheze na neno ambalo limetoka kwenye madhabahu. Linaweza likaokoa miaka uliyoipoteza in your living. Hallelujah. Kwa hivyo jioni ya leo, maana wakati huu ni wakati wetu wa kutembea na Mungu ama kubebwa na Mungu. Hallelujah. Si Mungu akubebe. Hallelujah. Si Mungu akubebe, akufunikie, akushike mkono katika sehemu unayopita, hata kama kuna hatari ujipate upande ule mwingine, kwa sababu yeye ni Mungu wa ahadi na hawezi akakuacha kwenye jangwa. Sema amen. Hallelujah. Jangwa si la milele. Jangwa tunapita. Na tukisha pita jangwa tuingie Kanaani, kuna majitu ya kupigana nayo. Amen. Kwa hivyo safari hii haina wakati wa kupumzika. Hii safari haina wakati wa kufanya nini? Kupumzika. Ni kupambana mpaka tufike mwisho, lakini tuiweke agano lake Mungu pamoja nasi. Tuseme amen. Tuseme amen. Sijui nimebakisha dakika ngapi? Hallelujah. Jambo lingine nataka kusema ni kwamba Mungu anapenda tutembee katika nuru. Kama tutatembea na Mungu, lazima tutembee katika nuru. Katika Yohana wa kwanza 1:7 Biblia inasema ya kwamba lakini tukienda katika nuru kama yeye alivyo katika nuru, twashirikiana sisi kwa sisi, na damu ya Kristo mwana wake yatusafisha hata dhambi. Sema amen. Tunapotembea kwenye nuru, kutembea kwenye nuru ni kufanya nini? Ni kumtii Mungu na sauti yake, na kutii anachokisema kwa wakati fulani. Najua ya kwamba katika maisha majira yote hayafanani. Amen. Kuna majira ambayo ni ya giza, kuna majira ambayo ni ya nuru. Na nilikuwa nasikiza hawa bishop hapa akisema ya kwamba Mungu hapendi walevi. Amen. Angalia mwenzako mwambie Mungu hapendi walevi. Hiyo imeniguza. Hallelujah. Maana kanisa la leo liko na walevi wengi wa mwili kuliko wa roho. Hallelujah. Lakini sio hili na sio langu. Amen. Na kama wako wakiguzwa wafanye nini? Wabadilike. Kuna kitu Wakamba wanasemanga, watinwa. Kwani hatuna Wakamba hapa? Hallelujah. Ukiguzwa ama ukikwaruzwa, badilika. Hallelujah. Usiturushie mawe, na pia ukirusha tutayadaka na tujenge kitu kingine nayo. Sema amen. Kwa sababu lazima twende katika nuru kama vile Kristo alivyo nuru. Alipokuja, Biblia inasema ya kwamba katika Yohana, alipokuja katika dunia halikuja kama nuru, lakini watu wa giza hawakumuelewa. Bwana asifiwe sana. Usijifanye hapo umeokoka sana na labda wewe unaishi kwenye giza. Hauwezi ukaelewa mambo haya tunayoyasema. Yanaeleweka na watu ambaye wanatembea katika nuru kama vile Kristo alikuja akafanyika kuwa nuru ya uso wa dunia. Hebu nikuulize hivi, ukitembea na mtu ako na taa, hata upite kwenye giza gani, si utakuwa na mwangaza? Sasa unaona zile imeni na kataa ndio nyingi.
Amen. Ukitembea oh haleluya, ukitembea na gari ambayo haina mataa, ni nini kitakachofanyika? Kwa nini tuko na maajali mengi kanisani leo? Haleluya. Si tuko na maajali mengi sana? Unaelewa maajali vile namaanisha? Watu kupigana, watu kusengenyana, watu kufanya hiki, ni kwa sababu mataa yao ilizima. Bwana asifiwe sana. Wewe niambie imani nzuri. Haleluya. Leo hii si taa yako iwake katika jina la Yesu. Kama ilizimika wakisha. Haleluya. Ili unapopita watu wanaona Kristo ndani yako. Maana inasema ya kwamba halikuja akiwa nuru. Tukitembea kwenye nuru, basi yeye yuko ndani yetu. Na tunathibitisha ile damu yake aliyoimwaga inatusafisha dhambi mchana na usiku. Haleluya. Nani ana dhambi hapa? Oi. Bishop, unaona wenye dhambi hapa? Haleluya. Sasa ile shida tuko nayo inafanya watu wengi washindwe na kutembea na Mungu, ama washindwe na hii safari, ni kwa sababu tuko na watakatifu wengi ambao ni wasafi. Kama kungekuwa na hiyo usafi, hiyo damu ya Kristo aingemwagwa. Lakini ile kitu wanaambia watu ni hivi: usiishi kwa dhambi ili ukajustify your actions with the blood of Jesus. Asante Bishop. Nasema usiishi kwa dhambi. Lakini tukienda nuruni kama yeye alivyo nuru, twashirikiana sisi kwa sisi na damu yake Yesu mwana wake, yatusafisha dhambi zote. Haleluya. Tunaishi kwenye ulimwengu ambao kanisa limedhoofika. Kanisa limekosa nguvu. Wakristo hawana neema hata ya maombi. Hata tukiambiwa tufunge, tunasema haleluya, tunasema shangilia Yesu, lakini actions zimepungua. Praise the Lord. Mimi nilikuwa naona miaka ile ambayo tuliokoka, hata mimi naona kama nimeanguka kidogo. Bwana asifiwe sana. Miaka ile tuliokoka, tulikuwa tunaenda kufunga kwenye mawe. Wacha siku hizi kumejengwa milima mingi. Munaenda kwenye mawe siku 3. Maji hakuna. Siku ngapi? Haleluya. Nakumbuka siku moja tulienda na ndugu mmoja. Na tukitoka huko, tukitembea, yeye akalala kando ya barabara. Akaanguka tu juu ya usingizi na labda fasting. Sisi tumeenda tumepiga story, tunafika ng'ambo ile, tunaulizana, ala, na kwani fulani ameenda wapi na huku si kwao? Kurudi tulimkuta amengorota kando ya barabara, kando ya njia, kwa sababu ya prayer and fasting. I want to tell you, those days Mungu alikuwa anaongea vizuri sana. Kuna mtu hapa tangu waokoke hata anasikianga watu wakisema Mungu anaongea, wanashindwa anaongeanga na kilugha gani? Ni Kikuyu, ni Kikamba, ni Kimero, ni Kijaluo, ama ni lugha gani ambayo anaongeanga naye? Haleluya. Kama masikio yetu yatasikiliza, yatasikia sauti ya Mungu, sema amen. Lazima kila siku tuenende katika nuru, na si kwamba hii nuru inaletwa na mahali tumetokea, sema amen. Wokovu wa miaka hiyo ya zamani ni tofauti na wa leo. Na tukisimama na kujenga kwa huo wa zamani, inamaanisha ya kwamba tutapitwa na wakati. Kuna mtu aliokoka miaka 20, lakini saa hii hako mbaya kuliko mtu ambaye hajaokoka. Haleluya. Tukijiachilia kwenye safari hii, mitego ni mingi, sema amen. Na ndio maana Yesu hapa Yohana anasema hapa ya kwamba tutembee kwenye nuru, ili kwamba mitego inapokuja tutaiona na tuiepuke, sema amen. Sema amen. Si tutembee na Mungu na tutafika kule tunaenda. Si Mungu atubebe. Haleluya. Akisha tubeba, hata kama miaka imefika kama ya Sarai. Huwa naambia watu ya kwamba matiti ya Sara yalikuwa hayana maziwa, na kama ni kuanguka yalikuwa yamekuwa flat.
Sema amen. Tumbo ilikuwa imeanza kuwa na mikunjo. Haleluya. Mnanielewa nyinyi? Amina. Naongea mambo ya roho. Sije ukaanza kupiga picha ya mama vile matiti yameanguka, vile tumbo haliwezi pata kitu. Ninaongea mambo ya roho. Sema amen. Yaani ni kumaanisha ya kwamba hakukuwa na tumaini la kunyonyesha. Lakini Mungu akiwa juu mbinguni, anaangalia ahadi. Anasema sitakuacha, sitakutupilia mbali. Nitakuwa pamoja nawe mpaka mwisho wa safari. Hata kama majitu yatainuka, nitakuwa kando yako. Hata kama adui yatainuka, nimeweka malaika watakaopigana mbele na nyuma na upande. Haleluya. Huwa nasema kama kuna mheshimiwa ambaye huwa hafutwi kazi, ni mtu ambaye ameokoka. Haleluya. Mwambie mwenzako wewe ni zaidi ya MCA na governor. Haleluya. Simpigie Bwana makofi kama unaelewa vile anasema. Macho ya Bwana, haleluya, yako juu ya wenye haki ili awatende mema. Na kama ameweka malaika, haleluya, ninapotembea usiku sina haja ya kuogopa. Ndio maana Daudi anasema katika Daudi 91 pale ukiteremka, haleluya, anasema wala mshale wa mchana ama mshale wa usiku ambao utakaribia hema yako. Kwa nini? Maana unayetembea naye asikiangi hizo vitu. Haleluya. Yaani kuna vitu hazitishi Mungu. Kuna mambo haitishi Mungu. Kuna magonjwa haitishi Mungu. Kuna visirani havitishi Mungu. Acha kuniangalia hivyo unaniangalia. Nasema kuna mambo haitishi Mungu unayemwamini. Ni wewe tu unaogopa. Lakini nashukuru Mungu maana Isaia anasema ya kwamba usiogope maana niko pamoja nawe. Usiogope maana nimekutia mafuta. Usiogope maana wewe ni wangu. Nimekushika mkono. Yaani Mungu akiwa ametushika mkono, hata kama shetani ataamuka mwenyewe, atawekwa chini. Sema haleluya. Sasa what do I want to tell us tonight? Tukitembea na Mungu kwenye hii jani, tukimwamini Mungu, tumetoka mbali. Bwana asifiwe sana. We have come from far, na bado hatujamaliza safari. Kuna mambo Mungu amekuahidi bado hayajafanyika, yatafanyika. Kuna mambo Mungu amekuahidi bado haujayaona, utakuja kuyaona. Na ndio maana Warumi au Korintho inasema ya kwamba mambo ambayo macho hayajaona, mambo ambayo masikio hayajasikia, mambo ambayo macho hayajaona. Haleluya. Haijalishi state yako ni gani leo, kuna mambo ambayo macho hayajaona, kuna mambo ambayo masikio hayajasikia. Hayo ndiyo Mungu amekuwekea Wajiko. Hayo ndiyo mambo Mungu amekuwekea we Paul. Hayo ndiyo mambo Mungu amekuwekea we Kim. Haleluya. Usiridhike na mambo madogo katika hii safari. Usiridhike na mambo madogo. Haleluya. Kama unaishi nyumba ya mabati, usiridhike na hapo. Tamani Mungu akupe nyumba yako mwenyewe. Kuna wakati nilikuwa nakumbuka leo Bishop, nikiwa tu kwa nyumba, nikakumbuka there was a time nilitoka kesha. Mimi nimeishi nyumba ya mabati. Bwana asifiwe sana. Waidhaka. Meniangalia ni kama si kweli. Ni kweli. Nimeshawaishi nyumba ya mabati. Na unajua nyumba ya mabati, Bishop, ni vizuri kuombea watu. Nyumba ya mabati inakuanga na visirani vingi. Haina siri. Wewe cheka tu na ni kweli. Haina nini? Haina siri. Kitu cha pili, inakuanga ni kama nyumba moja kutoka mwanzo mpaka mwisho. Kama wa kwanza ako na kunguni mpaka wa mwisho. Inawaambia mambo yaliyo ya kweli. Bwana asifiwe sana. Maana haya ni maisha mimi nimeshawahi yashuhudia. Praise the name of the Lord. Siku moja nakumbuka tumetoka kesha, tumepiga roho